Hujambo, mimi ni Wilberforce Ngoto na hii ni Force News. Jumamosi usiku tarehe 3 mwezi Januari 2026 ulikuwa ni usiku wa jinamizi kubwa kwa Venezuela, ambapo kikosi maalum kutoka Marekani Delta Force kilifika katika ikulu ya Caracas na kuweza kumnyakua Rais Nicolas Maduro na kuenda naye nchini Marekani, ambapo hivi sasa kesi yake itaanza kunguruma rasmi, ambapo leo amefikishwa katika mahakama moja huko New York nchini Marekani. Sasa tunajaribu kupitia state capture kwa lugha ya kigeni ama unyakuo ambao taifa la Marekani limekuwa likifanya kwa mataifa kadhaa mbali na hili la nchini Venezuela. Sasa nikukumbushe, mwaka 2003 state capture kutoka Marekani, kikosi cha Marekani kilivamia pia taifa la Iraq chini ya aliyekuwa rais wakati huu marehemu ama hayati Saddam Hussein, na ambapo kesi yake ikaenda mpaka 2006 ambapo sasa hukumu ikatoka kunyongwa rasmi. Lakini mbali na hilo, 2011 state capture tena kutoka Marekani, kikosi hicho hicho kikavamia tena taifa la Libya kumchukua ama kumwondoa Muammar Gaddafi ambaye alikuwa rais ama kiongozi mkuu wa taifa la Libya. Na wakati ule Libya lilikuwa likienda sawasawa sana, na tukiangalia kwa mtazamo mpana aliokuwa nao Muammar Gaddafi, alikuwa na maono makubwa juu ya bara hili la Afrika, lakini ikatokea wananchi wa Libya wakapandikizwa akili zingine na kusababisha kwamba wakaonekana kama yu bwana Muammar Gaddafi sio mtu sahihi kwao. Marekani wakatekeleza hilo pia. Sasa hii awamu hii tena tunashuhudia kutoka Venezuela, na haya yote ni mataifa ambayo yako very powerful ama ni mataifa makubwa sana. Sasa tuangalie desturi hii ya Marekani kuvamia taifa fulani fulani. Je, wanafanya kwa ajili ya nini? Maslahi yao ama huwa kuna nini nyuma hapo? Na kwenda kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uhusiano wa kimataifa Aaron, na naanza kwa kumuuliza kwa nini Marekani imekuwa na desturi hii, na hii ya Venezuela sio mara yao ya kwanza. Katika ulingo wa siasa za kimataifa nadhani tumekuwa tukiona mara nyingi mataifa ambayo yamekuwa head of state wanakuwa captured na USA ni mataifa ambayo yamekuwa ni mataifa yenye nguvu pia kwa upande wa pili, na mara nyingi yamekuwa ni mataifa ambayo yako katika ukanda wa tunaita Eastern Bloc, au mataifa ambayo yanafuata mfumo wa kijamaa. Tukizungumzia mataifa ya Asia kwa mfano, tutakumbuka Marekani pia iliwahi kufanya state capture kwa kumkamata rais wa Iran kipindi hicho Saddam Hussein mwaka 2003, ambaye walimchukua wakamsafirisha kwenye nchi yao, wakamprosecute, wakamshtaki na walimhukumu kumnyonga. Lakini pia tunaangalia kuna state capture ya Afrika imewahi kufanywa, jeshi la NATO ambalo linakuwa sponsored na USA kipindi hicho akiwa Rais Barack Obama, walifanya state capture pale Libya, wakamkamata hayati Muammar Gaddafi ambaye alikuwa ni moja kati ya kiungo mkubwa sana katika uchumi na maendeleo ya bara la Afrika. Yeye hawakuweza kumextradite, kumexport, kumpeleka nchini kwao, lakini walimuua vibaya sana na katili sana. Lakini ukiangalia sera za Muammar Gaddafi zilikuwa ni sera za kijamaa, hazikuwa sera za kibepari. Ina maana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa kinyume kabisa na itikadi za Marekani. Vile vile Saddam Hussein alikuwa ni kinyume kabisa na itikadi za Kimarekani. Lakini pia tunaangalia sasa hivi kuna Maduro, Rais Maduro wa nchi ya Venezuela, naye pia tunaona washirika wake wakubwa walikuwa ni watu wa Western. Alikuwa na ushirika mkubwa sana na Russia, alikuwa na ushirika mkubwa sana na China, alikuwa na ushirika mkubwa sana na Korea. Ni mataifa makubwa ambayo pia kiulinzi na kiusalama yamejiinvest katika uwanda mpana sana wa kimataifa. Walikuwa ni washirika wake wakubwa. Sasa tunakuja kupata picha kwamba katika siasa za kimataifa bado tuna mgogoro kwanza wa kikanda kati ya Western ideology pamoja na Eastern ideology, kwa sababu Maduro ameonekana pia akiwa na ideolojia ya Eastern Bloc. Ndio maana washirika wake wakubwa ni watu ambao wanatoka Eastern Bloc, mataifa ya Asia huko. Unaona vizuri? Sasa bado kuna vita ya kiuchumi na kuna vita kubwa sana ya kiideolojia kati ya hizi pande mbili. Kwa hiyo mtu yote anayekuwa na ushirika na Eastern Bloc kwa Marekani kinakuwa ni kikwazo. Sasa tunaona kabisa kwamba Marekani amekuwa pia na tendency ya kushambulia mataifa ambayo yanakuwa na kitu.
Marekani hawezi kuingilia taifa ambalo halina interest, ambalo hana interest nalo. Tunaona Venezuela wana reserve kubwa ya mafuta duniani. Nadhani umeona kwenye takwimu. Reserve kubwa ya mafuta duniani iko pale Venezuela, na Trump katika siku za nyuma aliwahi kukiri kwamba moja kati ya kitu ambacho wanakitamani ni pamoja na ile asset ya mafuta iliyoko wapi? Venezuela. Kwa mantiki hiyo sasa, katika siasa za kimataifa, binafsi naweza nikasema kwamba tunaelekea katika zile ideolojia za kiuchumi, kwamba ni vita ya kiuchumi. Marekani, nchi yote ambayo inakuwa ni tishio au inakuwa ni hatarishi katika uchumi wake, lazima aingie pale kutia miguu yote. Kwa hiyo utasikia kwamba rais wa Venezuela alikuwa ni mtu wa madawa ya kulevya, alikuwa ni mtu gaidi, alikuwa na hivi na hivi, kitu ambacho mimi sifahamu kwa undani, lakini napata picha ya kuamini kwamba kuna some sort of truthness, kuna mambo ya ukweli, kwa sababu Afrika tuna mfano wa hayati Muammar Gaddafi. Alipewa majina yote, ni dikteta ni nini, lakini leo Gaddafi hayupo Libya, tunaona maisha ya Libya yalivyoharibika. Vile vile tukiangalia kwa Saddam Hussein, I don't trust kwamba Marekani wako right all the time, wanakosea. Hata arresting tu ya kumkamata rais wa Venezuela haijafuata utaratibu wa sheria. Kwenye public international law, sheria za kimataifa, kuna utaratibu wa kumwaresti mtu. Kuna utaratibu wa kumwaresti mtu kwa kutumia sheria za kimataifa. Jeshi lililoenda kumwaresti ni kikosi cha Marekani ambacho cha kijeshi kimeenda kumwaresti nyumbani kwa na katika makazi rasmi ya rais Ikulu. Wamemchukua, wameondoka naye, wameenda kumshtaki katika mahakama ya New York. Sasa unaweza kujifikiria kwamba hata sheria za kimataifa zimevunjwa, kwa sababu mkataba wa UN wa mwaka 1945 UN Charter, ibara ya 2 ibara ndogo ya 4 inazuia taifa moja kuingilia taifa jingine kwa nguvu. Kwa hiyo Marekani ameingilia taifa la Venezuela kinguvu, kimabavu, na kwenda kumchukua rais wao na kuondoka naye, kinyume kabisa cha mkataba wa UN ambao siku zote tunapigia kelele masuala ya kuheshimu mikataba ya kimataifa, na Marekani tunamuona kama kinara wa hilo swala, lakini linapokuja swala la interest zake yeye mwenyewe anavunja. Kitu ambacho kimeruhusiwa taifa moja kuingilia taifa jingine ni kwa kutumia nguvu, ni pale ambapo anakuwa anafanya self defense, kujihami. Kwa mfano, Tanzania mwaka 78 tulipigana na Uganda, nadhani mnakumbuka vizuri, sawa? Jeshi la wananchi la Tanzania liliingia Uganda, likapigana na majeshi ya Uganda, mpaka rais wa Uganda wa kipindi hicho Nduli Idi Amin alikimbia nchi. Lakini sisi tulifanya vile katika self defense, kwamba huyu mtu alikuwa ameingilia Kagera, amesema anataka kuvuka mipaka aende mpaka Dar es Salaam, akachukua mipaka yetu na maeneo yetu. Kwa hiyo sisi tulikuwa katika self defense, na ibara ya 51 ya huo mkataba wa UN wa mwaka 1945 unaruhusu tu taifa moja kuingilia taifa jingine kwa nguvu kama mnaenda kujihami. Na pale pia hamwendi vile vile, lazima mpate approval ya UN Security Council, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo ndio linatoa hiyo idhini, hiyo approval. Kwa hiyo sisi tulifuata utaratibu, lakini ukiangalia Marekani, washirika wenzake tu waliopo kwenye baraza la Umoja wa Mataifa la usalama, ambao ni China, ambao ni Russia, ambao ni Ufaransa, ni mataifa ambayo hayajabariki hicho kitu kilichofanya. Kwa maana hakuna approval kwa mujibu wa ibara ile niliyokuambia ya 51 ya mkataba wa UN. Lakini pia ni kinyume cha ibara ya 2 ibara ndogo ya 4. Kwa maana tunaweza tukasema kwamba Marekani kuna namna fulani wanakosea kuingilia mataifa mengine kwa nguvu, na wanavunja mikataba ya kimataifa. Aaron, nikushukuru sana kwa analysis hii nzuri, na tutaitafutia muda zaidi tuweze kuichapa kwa ukubwa wake. Asante sana Aaron. Asante sana.